Habari ya kila mmoja wetu, ni matumaini yangu ya kwamba mko salama katika upendo wa Mungu. Si jambo pia kwa wale ambao hatujakutana na wao. Jina langu ni Nesto na naomba ya kwamba tuweze kujifunza neno la Mungu sikia leo, na neno letu litatoka katika kitabu cha Injili kama alivyoiandika Mathayo mlango wa 7 na mstari wa 17 hadi 18. Najua ya kuwa tutabarikiwa. Na wakumbusha ya kwamba uweze kujiunga na channel yetu, uweza kujisajili ili kwamba kila mara tunapotuma ujumbe, kila mara tunapotuma somo, uweze kupata somo hilo na tuweze kuendelea kujifunza neno la Mungu ama moyo wa Mungu kupitia maandiko ya kibiblia. Mara kwa mara kama Mkristo unahitaji kujiuliza kila mara, neno la Mungu linasema je? Neno la Mungu linasema nini kuhusu haya ama kuhusu hiki na kile? Yes, unaweza ukawa na mafikirio tofauti ama unaweza ukawa na mtazamo tofauti, lakini jambo muhimu sana ni kujua kile neno la Mungu linasema. Na somo letu siku ya leo nitajifunza kuhusu swali ambalo linasema maovu ama uovu ni nini? Ni nini kilicho kitu kiovu mbele ya Mungu, ama dhambi ni nini? Ni nini ambacho ni kitu kiovu mbele ya Mungu? Najua ya kuwa kila mtu unapoulizwa swali hilo, utasema ya kuwa ndio, uovu ni kutii ama kushika amri za Mungu, uovu ni kulewa, kukunywa pombe, uovu ni kuzini, uovu ni kufanya yale mambo ambayo tunayajua ni ya kuwa ni maovu. Hiyo ndio tunafikiria ya kuwa hiyo ndio dhambi mbele ya Mungu. Yes, sikatai, lakini sasa nawahimiza ya kwamba tusome Biblia ili ya kwamba tuweze kutofautisha kati ya yale ambayo tunayafikiria na yale ambayo Mungu amenena kupitia Biblia. Na kabla tujaendelea zaidi, naomba ya kwamba tusome mstari moja katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu mlango wa 7 na mstari wa 17 pia mstari wa 18. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Neno linasema hivi katika mstari wa 17. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mstari wa 18. Mti mwema huwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kwa kweli Yesu anaongea kuhusu miti miwili peke yake. Katika shamba, kunaweza kukawa miti mingi, miti aina tofauti, lakini Yesu anaongea kuhusu miti miwili. Mti mwema na mti mgani? Mti mwovu. Na katika uumbaji wa Mungu, Mungu alipoumba, aliumba mambo mawili, vitu viwili peke yake. Kama kuna mengine hapo ni sawa tu, lakini Mungu anaona vitu viwili. Kama ni mwanamke, kuna mwanamke na mwanaume, mkubwa, mdogo, mwenye dhambi, mwenye haki, usiku, mchana, giza, nuru. Mambo ni mawili peke yake. Na hapa Yesu anapoongea, anaongea kuhusu miti miwili, mti mwema na mti mwovu. Na anaonyesha ya kuwa, tunajua ya kuwa mti mwema unazaa tu matunda mazuri, lakini mti mwovu wakati wote unazaa tu matunda mabaya, kwa sababu hayo matunda yametoka kwa mti mwovu. Ni kama nikiwapa mfano pia, mtungi wa maji. Unapoweka maji katika mtungi, hauwezi ukachota mafuta ndani ya mtungi huo. Huo mtungi umejazwa maji. Ni katika Yohana tu mlango wa 2 ndipo Yesu alifanya muujiza ya kwamba wanafunzi wamejaza mabalasi maji, lakini walipoteka maji hayo yakawa ni divai iliyo njema. Lakini kikawaida tunajua ya kwamba mti, nikiwapa mfano wa mti wa machungwa, kama huu ni mti wa machungwa, huwezi ukatoa maembe, huwezi ukapata maembe kwa mti ambao ni wa machungwa, wala huwezi ukatoa machungwa kwa mti ambao ni wa avocado.
Kwa hivyo mti muovu tu unazaa matunda mazuri, mti mbaya mzuri unazaa matunda mazuri, na mti muovu unazaa tu matunda mabaya. Somo letu ni ya kwamba ni nini ambao ni dhambi mbele ya Mungu? Ni nini ambalo ni ovu ama jambo mbovu mbele ya Mungu? Unaposoma katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 9, tunaposoma katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 9 na mstari wa 3. Naomba nisome mstari huo mmoja tu katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 9 na mstari wa 3, tuone vile neno linasema. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mhubiri 9 na mstari wa 3. Mambo yote samahani, baa hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua, ya kuwa wote wanalo tukio moja, naam, zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu na wazimu umo mioyoni mwao. Nataka niishie hapo. Ni nini kimejaa ndani ya moyo wa mwanadamu? So ili kwamba uweze kupata jambo ama kitu katika jambo fulani, lazima ujue nini iko ndani. Wacha niwapee mfano. Sijui kwa nini moyo huwa wengi wanapochora moyo wanaweka aina hii. Huu ni moyo. Na sasa huu ukiwa ni mfano wa moyo, na sasa ni nini kimejaa hapa ndani? Katika huu moyo, kama kuna maji, kama ndani ya moyo huu kuna maji, ni nini unatarajia ni nini kitatoka ndani ya moyo huu? Ni maji peke yake. Ni maji ambayo yatatoka katika moyo huu, kwa sababu kile ambacho kimejaza mtungi huu ambao ni huu moyo, hicho ndicho kitatoka ndani. Na hapa katika moyo huu, kama kumejaa mafuta, ni nini kitatoka nje? Ni nini kitatoka ndani ya moyo huu ambao umejaa mafuta? Ni mafuta ndio yatatoka peke yake. Na sasa Mungu anapotazama moyo wa mwanadamu, anaona nini? Ili ya kwamba uweze kujua kile ambacho Mungu anaona ndani ya moyo wa mwanadamu, lazima usikie ushuhuda wa Mungu anaposhuhudia kulingana na mwanadamu. Soma mstari mmoja katika Zaburi mlango wa 14. Zaburi mlango wa 14 mstari wa 2 hadi mstari wa 3. Usikie vile jinsi Mungu anasema kuhusu mwanadamu ama moyo wa mwanadamu. Alichungulia, alitazama aone yuko mwenye akili amtafutaye Mungu. Anashuhudia ya kuwa anatazama wanadamu wote wamepotoka, wote wameoza pamoja pia. Hakuna mtenda mema la hata mmoja. Je, ni including ama excluding you? Ukiwa mmoja wao ama wewe si mmoja wao? Uko hapo ndani ama wewe unajitoa? Na ili ya kwamba uweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, ni lazima ukubaliane na kile ambacho Mungu anasema kupitia neno lake. Mungu anaposema wewe ni mdogo, sema ndio. So mbele ya Mungu ni only ndio, sema ndio. Mungu anaposema wewe ni tajiri, sema ndio. Hata kama umelala njaa bila chakula nyumbani, lakini Mungu anaposema umetajirika, sema tu ndio, hivyo ndivyo ilivyo. Petro aligundua siri hiyo. Yesu alipowaendea kwenye ziwa la Genezareti na wauliza, samaki ziko wapi mmeroa? Alisema nini? Usiku mzima Bwana, tumechapa kazi bila mafanikio, hatujapata kitu. Yesu alipowaambia tweka kilindini, alijua siri ya kuwa kwa kweli kulingana na taaluma yangu, najua ya kuwa mahali hapo amesema tutweke hapaweze pakapatikana samaki. Lakini basi kwa neno lako, kwa sababu umesema hivyo, basi iwe hivyo, nitafanya hivyo. Na walipotweka kilindini, walipata samaki wengi sana. Ndugu yangu mpendwa, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, maisha mbele ya Mungu ni kusema tu ndio ama kukubaliana tu na kile ambacho Mungu anasema ama Mungu amefanya. So jambo ambalo ni mbovu ama dhambi mbele ya Mungu ni mwanadamu kufanya
kwa akili ama kwa nguvu yake. Ni kumaanisha kila kitu ambacho mwanadamu amefanya, kila kitu ambacho mwanadamu anatoa ni ovu ama ni mbaya mbele ya Mungu. Kwa sababu tumeona ya kuwa mti mwema unatoa tu nini? Wakati wote unatoa matunda mazuri, na mti mbaya wakati wote unatoa matunda mabaya. Moyo ambao umejaa maji wakati wote unatoa maji. Moyo ambao umejaa maovu unatoa tu maovu, na moyo ambao umejaa mambo mema unatoa tu mema. Kwa hivyo ijapokuwa jambo ambalo ni njema linaonekana kuwa ni njema, linaweza onekana kuwa ni njema, lakini sasa tunda hilo ambalo linaonekana kuwa ni njema limetoka kwa mti mgani? Ikiwa limetoka kwa mti ambao ni muovu, hata kama kwa umbali unaweza tazama uone kama ni chungwa, lakini kama limetoka kwa mti wa maembe, sio chungwa, ni chungwa bandia, ni embe, ni maembe. Kwa mti wa maembe kunatoka maembe peke yake. Hata ukiona kwa umbali inakaa ni machungwa, lakini sio chungwa, ni embe. Tazama vizuri. So kila kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo huu ambao Mungu anashuhudia katika Zaburi 14 mstari wa 2 na wa 3 ya kwamba ni maovu yamejaza moyo wa mwanadamu, kama vile tulivyosoma pia katika kitabu cha Mhubiri 9 mlango wa 3 ya kuwa mioyo ya wanadamu imejaa nini? Ni maovu. Kwa hivyo sasa ni jambo gani ambalo litatoka ndani ya moyo wa mwanadamu? Ni maovu peke yake. Sasa ukikubali hivyo, basi hapo ndio Mungu anaweza akakufanyia kazi ya kwamba tunaposoma katika Mathayo ambayo tumeanza na kusoma mlango wa 7, neno linasema ya kuwa kila mti muovu, kila mti usiozaa matunda mazuri unastahili kufanywa nini? Unakatwa na kutupwa motoni. Mti huu ambao ni muovu hauwezi ukapata matunda mazuri, matunda mema, kwa sababu ni muovu. So kile ambacho mtu unastahili tu ni ya kwamba ukatwe. Na wakati next time, wakati ujao, nitaongea kuhusu kukatwa kwa mti huu na mti mwingine, mti tofauti kupandikizwa juu ya mti huu, mti ambao ni mwema sasa uweze kupandikizwa ili ya kwamba sasa uweze kupata matunda mazuri, na sio matunda tena ya mti huu ambao ni muovu. Leo naongea kuhusu moyo wa mwanadamu. Mungu anaposhuhudia kuhusu moyo wa mwanadamu, Yesu anaponena kuhusu moyo wa mwanadamu, ni nini anaona ndani ya moyo wa mwanadamu? Naomba tusome mstari moja ninapoenda kumalizia. Unaposoma katika Marko, katika Injili kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu, mlango wa 7 na mstari wa 21, inasema hivi. Yes, mstari wa 20 unasema akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu, ndani ya mioyo ya kina nani? Ya watu. Wewe ni mtu ama si mtu? Kama wewe si mtu, basi kaa kando. Neno hili halikuhusu, ama Yesu haongei kukuhusu. Lakini ndani ya mioyo ya watu, na tunajua ya kuwa watu kuna wakubwa, wadogo, kuna kina mama na wababa, kuna matajiri na maskini, kuna wafanya biashara, watu wa kila aina, lakini kuna wafalme pia, maraisi, watu wa aina zote, waimbaji, waenda kanisa, waenda msikitini, dini zote, lakini wote wanaitwa nini? Ni watu. Sasa Yesu anasema nini kuhusu mioyo ya watu? Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka nini? Mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, ila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. So Yesu anapoongea kuhusu moyo wa mwanadamu, hivyo hayo ndio mambo ambayo yamejaza moyo wa mwanadamu. Na tunaposema ya kuwa moyo umejaa, kujaa ni kuwa perfect, ni kumaanisha nafasi imeisha. Huo moyo hauna nafasi nyingine. Huo moyo tayari umejaa. Moyo kama tayari umejaa ni kumaanisha hakuna tena nafasi nyingine. Haya yote ni maovu ndio yamejaa ndani ya moyo huu. Na sasa kama moyo umejaa,
Mtungi ukiwa umejaa maji, unaweza ukaongeza maji nyingine, haina tena nafasi. So huu moyo tayari umejaa maovu. Na sasa ni nini kinaweza kikatoka nje? Ni maovu. Kwa hivyo kila jambo ambalo mwanadamu anafanya, hiyo ndio inaitwa dhambi, hiyo ndio inaitwa maovu mbele ya Mungu. Wewe unaweza ukafanya jambo uone kama linakaa ni jambo nzuri. Mambo ni mengi ambayo tunayafanya, mwanadamu anafanya mema na mazuri, lakini ni mema wapi? Mbele ya mwanadamu mwingine. Lakini mbele ya Mungu kila jambo ambalo mwanadamu anafanya ni mbovu na mbaya mbele za Mungu. Na ndiposa katika Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 5 ninasema kuwa Bwana Mungu akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makuu duniani, na kuwa kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Only evil, ni mbaya tu siku zote. Kwa hivyo ndani ya mwanadamu kumejaa tu ni maovu. Na kwa hivyo mwanadamu ni huu mti ambao ni muovu. Na ndio kwa sababu unapojiuliza swali, sasa huu mti muovu, ili kwamba uweze kuzaa matunda mazuri, unaweza ukafanywa nini? Hakuna. Katika kitabu cha Yakobo 3 mstari wa 11, 12, 13, je, mtini waweza kuzaa zeituni? Mti wa maembe huwezi ukazaa machungwa. Je, katika chemchemi moja hutoa maji matamu na maji machungu? Haiwezekane. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu sasa mimi na wewe ni mti ambao ni muovu na tuweze tukafanya jambo lolote nzuri, ndio kwa sababu ile adhabu ambayo tunastahili tu ni kukatwa, tupotelee mbali, tukatwe, ili ya kuwa mti mwema ambao ni Yesu Kristo aweze kupandikizwa ndani yetu. Na ndiposa mtumishi wa Mungu Paulo anapotoa ushuhuda anasema kuwa nimesulubiwa na Yesu, wala haleluya, si mimi ninayeishi tena. Mtumishi wa Mungu Paulo anajitoa ya kuwa si yeye tena, si yeye anaishi. Mimi nilisulubiwa kwa mimi ni mti mwovu ambao nastahili kusulubiwa, ili ya kwamba mti mwema unapopandikizwa sasa nitatoa matunda mazuri, nitatoa matunda mema. Na sasa sitasema ya kuwa mimi naweza nikafanya jambo lolote. Mimi siwezi nikafanya jambo lolote. Wakolosai 3:3, mlisulubiwa, mlikufa. Mimi nilikufa na uhai wetu umefichwa katika Yesu Kristo. Sisi tulisulubiwa, mimi nilisulubiwa. Na kama mimi nilikufa, kuna kitu ambacho maiti anaweza akafanya? Wakati ninaposema nimefanya ama naweza nikafanya, basi hapo mimi niko hai. Na kwa sababu mimi niko hai, ninapokuwa hai mbele ya Mungu, ni nini ambacho naweza nikatoa? Mungu akinitazama, anatazama tu moyo kama huu. Anatazama moyo tu ambao tumeona katika Marko. Mungu anaponitazama anaona tu Marko 7 mstari wa 21 hadi mstari wa 22. Mungu anaponitazama anaona tu Zaburi 14. Anaona tu Zaburi 14 mstari wa 2 na mstari wa 3. Hayo ndio Mungu anaona anaponitazama. Lakini sasa Mungu anapomtazama Yesu Kristo, ama anaponitazama nikiwa nimefunikwa na damu ya Yesu Kristo, sasa mimi sionekane, mimi siko hapo. Sasa mimi sionekane. Napata baraka kupitia nani? Damu ya Yesu Kristo ambayo inanifunika na inafanya mimi siwezi nikaonekana. Kumaanisha matendo yangu hayawezi yakaonekana mbele ya Mungu. Yakionekana mbele ya Mungu yatakuwa tu ni maovu continuously. Yatakuwa tu ni maovu wakati wote. Kwa hivyo mpendo msikilizaji wangu, naomba ya kwamba maisha ya Ukristo, maisha ya utumishi ni ya kwamba ukubali tu kile ambacho Mungu amefanya ama kile ambacho anasema. Lakini kujimimi ndiyo makosa, ndiyo dhambi mbele ya Mungu. Kusema ya kuwa nimefanya. Na ndiposa wengi watasema siku hiyo, Bwana nilifanya miujiza. Ulifanya? Kama ni wewe ulifanya, ni nini unaweza ukafanya? Kila kitu ambacho wewe umefanya, kila kitu ambacho mimi nimefanya ni mbaya mbele ya Mungu. Ikiwa ni kuombea mgonjwa amepona, ikiwa nimepata mtu ambaye ni mwenye shida na nikamsaidia, nikampea pesa, nikampa chakula, mbele ya Mungu nimefanya nini? Mbaya, ovu, dhambi. Kila kitu ambacho ni mimi nimefanya ni mbovu tu mbele ya Mungu.
lakini nikiamini ya kuwa mimi nilikufa, mimi siyuko, basi yule ambaye alifanya hiyo miujiza, yule ambaye aliponya si mimi, lakini ni Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuponya. Yule ambaye ako na huruma, ambaye amemsaidia huyu mjakazi ama huyu mtoto ambaye alikuwa katika shida, ni Yesu Kristo, si mimi. Mimi nijitoe kabisa, niamini ya kuwa mimi nilikufa na niweze kupotelea mbali na maovu zangu. Basi nitaongea hadi hapo siku ya leo. Naamini ya kuwa wakati ujao tutaendelea tena, naamini ya kuwa tutabarikiwa zaidi. Usikose kujiunga, usikose kujiabone, usikose kusubscribe kwa channel yetu tunapoendelea kujifunza neno la Mungu, ili ya kuwa tuweze kuweka mstari na kutenganisha neno la Mungu linasema nini na sisi opinion yetu ama mawazo ya mwanadamu yanasema nini. Asanteni sana, ni wenu mtumishi mdogo Nesto. Asanteni sana.